Kasisi Ezekiel Oduor wa New Life Prayer Center na kanisa la Mavueni huko Kilifi amewasilisha ombi la kutaka mahakama isimzuie kwa siku 30. Ijumaa iliyopita, Odero alifikishwa mbele ya mahakama ya Shanzu kwa kushtakiwa kwa pamoja na kwa kula njama, akishukiwa kutekeleza uhalifu wa mauaji, kusaidia kujiua, utekaji nyara, itikadi kali, mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya binadamu, ukatili wa watoto, ulaghai na utakatishaji fedha. Mkurugenzi wa upelelezi wa jinai aliwasilisha hati ya kiapo akiomba mahakama imnyime Odero masharti ya dhamana kwa sababu uhalifu unaochunguzwa kwa asili, uzito na uzito wake ni tata. Odero pia anahusishwa na mhubiri mwenye utata kutoka Malindi, Paul Mackenzie, ambaye pia yuko rumande kwa madai ya vifo vya wafuasi wake huko Shakahola, huko Magarini, Kilifi. Kwa sababu ya muda uliowekwa kama matokeo ya muda wa kikatiba wa kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa washukiwa, mahakama ya Shanzu ilitenga Mei tarehe 2 kwa ajili ya kutoa uamuzi huo baada ya kusikiliza muhtasari wa mdomo wa pande zote mbili. Hakimu mkuu mwandamizi wa Shanzu Joe Omindi anayeshughulikia kesi hiyo Jumanne alasiri anatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu iwapo Odero ataachiliwa au kuzuiliwa kwa siku 30 zaidi. Mawakili wake Cliff Ombeta, Dunstan Omari, Shadrack Wambui na Jared Magolo Jumanne asubuhi waliwasilisha ombi jipya la kutaka mahakama isitishe utoaji, wakisema wanastahili nafasi ya kusikilizwa tena. Walikuwa wakizungumza nje ya mahakama ya Shanzu Jumanne asubuhi. Nikinukuu maneno ambayo Wambui alisema, "Tumewasilisha ombi ambalo kimsingi linalenga kukamata uamuzi ambao unatazamiwa kutolewa saa 2 usiku leo. Kiini cha ombi hilo ni kwamba DCI ilifika kotini kwa kutumia hati ya kiapo ambayo ilitoa madai ya kihuni na yasiyo na thibitisho. Kwa hiyo, kama jibu zuri kwa madai hayo, tumeweka sawa hati ya kiapo ambayo inalenga kujibu pigo kwa kila swala ambalo limeibuliwa katika hati ya kiapo ya DCI." Mawakili hao walisema swali la iwapo kuna msingi wa kumzuilia Odero ni swala la sheria. Notisi ya hoja imewasilishwa chini ya cheti cha dharura. Katika hati yake ya kiapo, mchungaji Odero alisema kuna haja kubwa ya kukamatwa kwa uamuzi huo ili mahakama iweze kuzingatia kwa usawa hati yake ya kiapo iliyoandikwa. Alisema hati ya kiapo ya ofisi mpelelezi ni jaribio ovu la kuchafua jina lake kwa kujenga uhusiano kati yake na mchungaji Paul Mackenzie kutokana na shughuli ya kibiashara iliyoshindikana awali kati yao. Katika hati yake ya kiapo yenye kurasa 6, Odero alisema kuwa alianza kuhubiri wakati fulani mwaka wa 2010 na kusajili kituo cha maombi ya Maisha Mpya na kanisa mnamo mwaka 2012 na aliwekwa Shanzu kabla ya kuhamia Mavueni mnamo Machi mwaka 2022. Alisema ombi la serikali la kutaka kuendelea kumshikilia kwa siku 30 ni hatua ya kupiga magoti kwa kufikiwa kwa hali mbaya ya usalama huko Malindi ambayo imesababisha vifo vya watu wengi ambao mabaki yao yanaendelea kuokotwa Shakahola.